umeshtua. Jamani, hata mimi nimestuka. Pole, sijapiga hodi. Moyo wangu wote waenda mbio. Pole jamani. Asante. Haya, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Vipi uko toka? Na kutoka alhamdulillah, mashaallah, salama wa salimini. Kwa kheri wa afya. Karibu. Haya. Mbona umeshavaa kabisa? Nimeshavaa, nishajiandaa mwenyewe kwa ajili ya safari. Nilikuwa nasubiri tu ukirejea. Safari ndio ishaiva hivyo. Wewe hata ningetamani hata niogeshwe nini usigue mgongo. Umeoga mwenyewe, umejiandaa mwenyewe, hata unisubiri. Ungefika wewe mambo angekuwa mengi. Bora mimi nimejiandaa kabla. Unakoenda na mashaka wewe. Ni kama unataka upite kwenye kona hivi kabla hujafika nyumbani. Uvivu wako utakuja kukua kabla siku zako. Mimi sipiti popote, nenda nyumbani. Zaituni utanitoa roho. Sasa leo ukisikia za mwezi 40 ndio imetimia. Tunakwenda na wewe mguu kwa mguu, hatua kwa hatua mpaka nyumba naiona ile pale na mimi ndo nageuza. Tena hapo utakuwa umerahisisha safari yangu. Maana utanisaidia kubeba begi langu, vitu vyangu, alafu hiyo safari itakuwa story mpaka nyumbani. Sitopata shida. Wawili ni wawili. Basi ngoja nikachukue vitu vyangu tuondoke. Na mimi nataka nipige perfume kidogo. Basi. Inshallah. Hatimaye mtoto kafika nyumbani kwa wazazi. Nimefika nyumbani salama. Kwa baba na mama. Unaenda kudeka. Acha nideke kidogo Ramadhani. Nikideka mwezi mmoja huu nirudi tena. Haya, basi mengi tulishaongea. Tushamaliza. Kilichobaki ni utekelezaji. Naamini juu ya ulinzi wako kwa wazazi huwezi kuzurura. Na ukizingatia huu ni mwezi mtukufu. Kwa hilo nikutoe shaka tu. Hutosikia wala kutoona. Sawa. Nakuaminia. Na ndio maana nataka uwe mke wangu. Basi sawa, na wewe uwe makini tu. Sio mwezi wa Ramadhani, umefuturu, usiku umeanza si mambo ya nini. Hapana. Mbona kama umebeba vitu vingi sana? Jamani. Yaani hapa mimi nimeweka vitu vichache tu, maana nimechukua vitu vya mwezi mmoja, hata sijaweka vitu vingi sana, vichache. Basi utanisalimia mama na baba. Waambie tu kukunjika kwa jamvi sio mwisho maongezi. Salamu zimefika. Zimefika hizo. Sawa. Usiwe mbali na simu sasa. Nakupigia simu sikupati. Simu nitakuwa nayo karibu, nitajitahidi kuwa nayo karibu. Inshallah. Haya, heri. Na ufike salama nyumbani, acha mimi nifikie hapa. Sawa. Mama huyo? Asalamu alaykum baba. Wa alaykum salam, vipi hali? Safi. Kwema? Kwema. Mbona mabegi tena? Nimekuja kusalimia. Haya, karibu. Asante. Mama yupo? Mama yupo ndani anapika.
Haya mwanangu, huko ulipotoka kwema lakini au kuna matatizo yote au kuna ugomvi niambie? Hapana, kwema kabisa. Isipokuwa nimerudi tu nyumbani ili kuupisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Baada ya hapo mimi nitarudi nyumbani kwangu. Hamna ugomvi wowote. Sawa. Sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani ili tusibebe wote jukumu la dhambi, bora ulirudi nyumbani. Sasa babako sio ameenda wapi? Atarudi sasa hivi. Kirudi utamuelezea tu. Maana unamjua alivyo, maana anatuchenjia. Kulikoni hapa? Mmeshauriana nini hapa? Maana namuona kaja na begi, ukafukuzwa au? Sasa si njoo hapa ukae kitako tumsikilize mtoto anapozungumza. Sasa hivi unaposimama hivyo umesimamia hivyo askari. Kaa kitako msikilize mtoto anachoongea. Kulikoni? Nimerudi nyumbani baba. Unajua mwezi mtukufu huu umefika. Kwa hiyo nimerudi nyumbani ili nifunge. Baada ya hapo nitarejea nyumbani kwangu. Yaani miezi yote umekaa huko anakushenyeta tu. Anakula dodo tu. Mnafanya zinaa. Na leo hii imekuwa imeingia Ramadhani ndio umekuja hapa. Siafikiani na ujinga huo. Hiyo haiswi, twende. Rudi ulikotoka. Twende ukachukue mabegi yako, rudi ulikotoka. Mimi nimeshiba dini ya Kiislamu. Wewe ukaa huko fanya zinaa. Ushenyete. Alafu unajileta hapa. Haiswi. Ingia ndani uchukue mabegi yako. Utoke haraka. Ala! Upumbavu gani huu? Yaani mtu ashenyetwe, afanye kila kitu, watu zina, alafu unaletwa mtoto Kwa kuwa wazazi wao wameona kuwa lazima urudi nyumbani hapa kwanza, na wamekataa kata wao kuendelea kuishi na wewe, na hivyo ningeshauri kama utapenda nichukue nafasi hii kusema, kwa nini tusiuache usiku upite, alafu tutakapokucha tutakuwa tumeamka na maarifa mapya ili tujadili tuone nini cha kufikia mwafaka. Basi mimi nafikiri wewe utalala chumba cha wageni, mimi nitalala pale chumbani kwetu. Sawa. Mzee wa utamu wa zinaa. Umeniitaje mzee wangu? Nimekuita mzee wa utamu wa zinaa. Sasa mzee, mbona kama unanivunjia heshima? Utamu wa zinaa maana yake ni nini sasa? Utamu wa zinaa ni mtu anayechukua mtoto wa mtu na kukaa naye bila kumtolea posa wala mahari. Anamfyonza tu na kumshenyeta. Ndio mzee wa utamu wa zinaa. Na ndio wewe hapa. Huyo mjinga mwenzio yuko wapi? Asalamu alaykum baba. Salamu alaykum ya kazi gani? Ingekuwa mali ungejitunza kaka kwenu, ukaja ukatolewa posa na ukaolewa ukiwa kwenu, sio hapa. Mzee, ndio kumekucha mzee. Ndio kumekucha, ndio kilichokunitoa kwangu kuja hapa. Kuja kupata mwafaka. Ni sawa. Sisi hapa unavyoona ndo tumetoka kuamka.
mwenzangu amelala chumba chake na mimi nimelala kwenye chumba changu. Hatujapata mwafaka wowote kwa sababu hatujazungumza. Ndio alikuwa amke akaya hapa tuzungumze. Wewe umefika. Sasa labda kwa kuwa umefika, kama una mawazo yoyote utakayotupatia hapa, tafadhali. Mawazo ya nini? Hili mimi alinihusu. Ninachotaka ni majibu. Kama nilivyokuja ndivyo ninavyoondoka. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salam. Vipi mbona hapa saizi? Mzee, kwanza mimi ningeomba hapa, kutokana na kilichotuleta, hekima ingetumika zaidi. Busara yako tunaihitaji sana. Yaani hapa wewe ndio kila kitu. Sisi hapa sote ni Waislamu. Wewe Muislamu, binti yako Muislamu na mimi ni Muislamu. Tunatarajia kuwa jioni ya leo biiznillah ama kesho mwezi mtukufu wa Ramadhani utakuwa umeandama. Na kama hivyo ndivyo, basi haiswihi sasa mimi kuendelea kuishi na binti yako pale nyumbani na kumhudumia chakula au yeye kunipikia mimi futari. Ndipo nikamrudisha kwanza aje kwa wazazi, alafu baada ya Ramadhani ikiisha atarudi nyumbani, na kama ndoa itafanyika au mambo mengine yote yale katika nusura. Ndio hivyo mzee wangu. Lakini sasa hafla narudi na mkuta huyu bibi amerudi pale, anasema kwamba amerudishwa. Sasa haiwezi kuwa sawa, haikui sawa, ni dhambi. Haya mambo yanafanyika kama dhambi na ni dhambi. Kwa hiyo mzee, tusaidie tuepukane na hii dhambi ambayo tutakuwa tunajua kabisa sisi tunafanya dhambi. Tusaidie tuepuke hii dhambi mzee wangu. Kwa mezi yote umekaa naye huyo inaswi. Unajipigia tu. Unasheneta tu. Unaifanya zinaa. Ile mwezi wa Ramadhani ndio unamrudisha kwamba haiswi. Uliona wapi wewe? Mzee wangu, kama makosa yameshafanyika, yani kama maji yameshamwagika, tutafanyaje sasa mzee wangu? Tusiendelee sasa kuchuma dhambi hapa palikobaki au huku na kuendelea. Ndivyo zumuni la kufanya hii suluhu kuja kuzungumza hapa mzee. Maji yakishamwagika kunywa kama unaweza. Samemwagika, kunywa kama unaweza. Kunywa hayo maji. Sasa sharti langu ni moja tu. Kuanzia kesho uanze kunifuturisha hapa. Na usilete futari ya wasiwasi, ulete futari haswa. Umenielewa? Mzee wangu, sasa mbona swazidi kulitia ugumu mzee wangu? Nilichokikataa cha binti yako asiwe pale nyumbani kwangu kwa sababu ndio hizo. Yeye huyu angenipikia futari, haiswihi mwezi mtukufu mtu wa Kiislamu naishi na binti sijamuoa apike futari. Kutoa futari mwezi huu mtukufu wa Ramadhani itakuwa na honga, na kuhonga hairuhusiwi, haiswihi mzee wangu. Na najua hili walijua. Mbona sasa unayafanya mambo kuwa magumu baba? Jamani, hebu tusaidie jambo hili liishe. Mwezi mtukufu ukiisha mimi nitaoa baba. Nimhudumie mimi. Ila mezi yote unaye tu. Sasa basi, kama huwezi wewe na huyo mjinga mwenzako, shikaneni mrudi huko mlikotoka. Umbavu ni hivi. Ngoja nikueleze kitu wewe mwanadamu. Hivi wewe unayoyazungumza hayo unajisikia unayasema au kweli? Ngoja kwanza nikuulize jambo. Kama kweli wewe unamwogopa Mungu, unawezaje ukakaa na kimada mtoto wa mtu unakaa naye siku zote hizo, miaka yote hiyo, uchumbaji ya nini? Sasa kukaa na mtu wewe, kumbe mshenga ulitaka mimi nimuone leo mchumba. Yaani hata sijamjua vizuri.
Naoaje sasa? Binti anakaa Kigogo, mimi naishi Ilala au Temeke au Mbagala au Tabata. Hatuonani, sijui historia ya wazazi wake wala nini. Mimi naoaje mtu hivi? Si lazima nimpime. Kuto kumpima kwangu huyu binti au nikichelewa au jinsi nilivyochelewa ndio haya sasa. Baba mkwe Muislamu mwenzangu anakuja kuniambia nimpe futari atumie yeye na binti yake akiwa pale nyumbani kwake. Wewe na huyo Uislamu gani umeelekeza hivi? Sasa nisikilize, wewe na huyo babako mkwe, nyote lenu moja. Nyote njia yenu hii moja. Sikiza nikwambie. Wewe unaendelea kuchuma madhambi kwa sababu wewe huwezi ukakaa na mtoto wa mtu miaka yote hiyo usubiri mwezi wa Ramadhani ndo mchukue umpeleke nyumbani kwao. Sasa wewe Mungu wako yupo ndani ya mwezi wa Ramadhani tu ndo unamuogopa kwamba ikifika Ramadhani unamchukua mtoto wako unamrudisha nyumbani kwao. Ramadhani kisha unamleta tena nyumbani kwako, mnaendelea kuzini. Hiyo ni dhambi. Ukikaa na mtoto wa mtu kama hujafunga ndoa, hiyo dhambi, haijalishi Ramadhani au sio Ramadhani. Sasa mimi nataka nikwambie kitu gani kinachokufanya wewe usije ukaoa. Mimi mpaka najuta kwa sababu gani hata mimi nimekuja kuchukua. Kwa hiyo unajuta sasa, tumefikia kwenye kujuta sasa. Ndio najuta kwa sababu gani mimi nimekuwa mshenga. Mshanga mtu gani wewe asiyokubali kushauriwa? Wewe kama Mwenyezi Mungu akakujalia kiduka kile pale unapata 100, 200, 300 unapata. Nyumba ile pale ushajenga. Alhamdulillah, sio nyumba kubwa sana lakini nyumba ile pale inakufaa na kustirisha. Shehe, kitu gani kinachokufanya wewe kuchelewa kuja kufunga ndoa? Kama ni pesa za mahari unazo wewe, hujakosa shehe. Kwa hiyo wewe unataka mimi nikwambie ambacho kwa nini sijakifanya au kwa nini sijaoa? Kitu gani kicho kusababisha wewe usioe? Kitu gani? Unajua nakushangaa sana. Na kumbe mshenga wewe kuna vitu vingi unanificha hata kunielekeza. Vitu ambavyo baadhi ya Waislamu wengi wanafanya, waliokwisha kufunga ndoa. Waliokopoleo mpaka wengi baadhi yao walishakushangulia mbele za haki. Mimi sijapiga ramli kujua jusi ya riziki za huyo mwanamke. Sala. Naoa bila ya kupiga ramli kujua kuhusu riziki. Kama je, nikimuoa yangu mazuri yataniendea au nikimuoa ndo milango yote ya baraka na kheri imejifungia pale. Subhanallah. Naoa ili nikayo maskini. Kiduka kile nitafunga kile. Shehe wangu vipi? Unafanya mimi mahamuma ni kwamba mbumbumbu sijui chochote. Ulimwengu uko huku. Nafahamu kwamba kabla ya kuoa mke lazima ujue kulinganisha nyota. Huyu anaitwa Haji, huyu sijui kama ni Fatuma, Aisha, nani, nyota zao zinaendana vipi, ndoa itadumu. Lazima shekhe apige ramli pale tujue. Na kurupukaje sasa wakati tunajua kuna maisha na kuna kufilisika? Hiyo ni shirki, unamshirikisha Mwenyezi Mungu. Wewe unajua Mwenyezi Mungu kwamba yeye ana mipaka gani ya kumpa kila mja wake riziki. Wewe unajua nani? Lakini mashehe hawafanyi. Baadhi ya mashehe hawafanyi. Si wanafanya? Wewe ukijua hicho kitu, hujawahi kusikia? Umeshajua na unajua. Na watu wanafanya. Na dhambi ya shirki mbaya. Acha bwana mambo haya, sitaki bwana. Wewe nisikilize, bwanadamu. Mimi ningejua kwa una tabia namna hiyo wala tabia nisingekubali kuchukua barua yako na nikawa mshenga mimi. Wewe nani unaishi na mtoto wa mtu, wewe umjaribu, umpime, umfanyie mambo gani? Dini hairuhusu. Kiufupi mimi nimevurugwa. Yaani nikasema nisije nikaangukia njiani kwanza. Heri nipite hapa nyumbani, nije hata nikae kwanza nipunge upepo. Kwa sababu lililo nisibu nimeenda kwa mshenga naye hajanishauri vile vinavyotakikana. Naona naye kama nimeingia huku, limetokea huku. Yaani ni mashaka au siku niseme imekuwa ni mashaka sana. Sijui. Lakini ni kwamba ni kuhusiana na shemeji yenu. Kama mnavyojua mimi sijamuoa na kwa mwezi huu mtukufu siruhusiwi wala haipaswi wala haiswi niishi naye. Kwa nikaona mahali sahihi pa kupisha kwanza mwezi mtukufu upite ni kurudishwa nyumbani kwao. Akae nyumbani kwao na wazazi wazao na nguvu, wanajimudu, wanaweza kaishi pale Ramadhani kisha anarudi nyumbani tunaendelea. Na mimi sasa hizi nilikuwa nishaona nia yangu. Sitaki watu wanione kama nimeoa kwa sababu ya iftari. Kuna watu wanaoa kwa ajili ya iftari. Ramadhani ikisha mke kamwache. Mimi nataka nioe baada ya Ramadhani. Ndio dhumuni langu. Kwa hivyo
kiufupi ni kwamba baba yake anataka nitoe futari, kwamba nihudumie futari. Mimi nikajiuliza itakuwa kuna utofauti gani mimi sasa kumuondoa nyumbani akakae kwao na kuhudumia futari akiwa kwao? Si ni yale yale. Kwa hiyo ni kama najidanganya nafsi yangu na Mungu hadanganyiki. Mimi sitakuwa na swaumu nzuri wala wao wenyewe. Umeona? Maki itakuwa ninatoa hongo. Ni kama napeleka kutongoza mwanamke au nampa baada ya kama vile asante fulani baada ya jambo fulani. Manake ni mchumba, sio ndoa. Umeona? Sina ndoa naye. Lakini sasa ninachokiona, mimi nataka kusitisha uchumba. Hilo jambo sio mzuri. Usitishe uchumba. Blaza, siku 30 ni chache sana. Sio kitu kizuri kusitisha uchumba. Yule mwanamke wewe anakupenda. Na mnapendana sana. Kama baba yake kakugeuza wewe kichumio, sio kitu kizuri. Tunajua haiswi kwa mwezi mtukufu kama wa Ramadhani. Lakini kama imeshindikana, tufunike kombe mwanaalamu apite. Hilo mimi ndo wazo langu. Sasa kombe tunalifunikaje? Mungu anaona kila wakati. Eti umuache kisa kupeleka futari kwa wakwe zako, japokuwa hujamuoa. Ndio maana nikasema tufunike kombe mwanaalamu apite. Siku moja akichukua huyu futari kwa anapeleka kule, wewe usipeleke. Napeleka mimi, huyu endapo siku atashindwa. Ni vigumu kwa dunia ya leo kumpata mwanamke kama yule mwenye ustamilivu. Mimi ninachokuomba kaka, kuwa tu mvumilivu. Au unasemaje hapo? Ni kweli kabisa kaka, kama anavyosema Abduli hapa. Kwa dunia ya leo kupata mwanamke kama mimi au msichana kama huyo mchumba wako kakaangu ni mara chache sana. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba kaka, kama mimi mdogo wako, ikiisha hii Ramadhani uoe tu ili tusisumbuane na mambo kama haya. Nimewasikia ndugu zangu. Mwezi muona? Ule pale Kabduli. Sijaona kwa sehemu gani? Ule pale bwana Kabduli, angalia vizuri. Hicho kidogo. Angalia. Hata kilichompata angalia hivi vizuri. Ule umeona? Kabduli na wewe bwana. Nimeona. Jamani tunafunga. Kaka tunafunga. Angalia mwezi vizuri, angalia. Yaani siamini kama kesho tunafunga. Hata mimi siamini Kabduli. Mwezi. Yaani mwezi. Ila na usiwasi. Ule mwezi sio wa jana. Wa jana kabisa ule kaka. Jamani. Labda Saudi Arabia washaanza kufunga. Kabisa kaka kabisa. Namshukuru Mungu kuona mwezi mtukufu wa Ramadhani. Amina. Kwa hiyo kesho mfungo unaanza. Kabisa kaka. Chungu cha kwanza. Mwezi mzee umeanza. Nauona? Haya sasa tuanze kujuana. Utafunga au? Sasa mimi nikuulize wewe uniulize mimi. Mimi si unajua mimi. Lakini lazima nitafunga, lakini sinajua, lakini mambo yetu ya tumbo. Vidonda vya tumbo, mzee wa vidonda vya tumbo. Yaani bora cheka bwana. Sina kujua kwamba wewe vidonda vyako mara nyingi vinauma Ramadhani ikiingia. Haji, mbona unakuwa hivyo ndugu yangu? Yaani unanichunguza kweli. Yaani kama unanifahamu vizuri maana kiasi kwamba, si ndio? Usifanye hivyo bwana ndugu yangu bwana. Unajua, lakini jitahidi bwana. Ukiwa mdogo hivi unajua unafundishwa, unafunga siku moja, unaachia kidogo, unafunga siku 2, unaachia kidogo au 3, unaachia wala unafunga. Umeona? Basi jitahidi kushauri labda. Basi funga kuanzia asubuhi mpaka saa 9 alasiri, alafu pale achia tuone. Sio mchezo. Kuanzia asubuhi mpaka ije kufika hiyo jioni. Hilo tumbo lake itakuwa linawaka moto hivi. Balaa. Ujue tumekuwa tukifanya dhambi sana. Sasa na dhambi zipo, kuna dhambi unafanya sirini, lakini zipo dhambi unafanya mwenyewe bila ya kujua.
au wakati mwingine unajua kuwa hii dhambi. Sasa huu mwezi ni mtukufu maalum sana, tunasamehewa dhambi, ni kuna juma la rehema, wakati wa maghfira, ndio wakati wetu sasa huu. Tumwombe Mungu atusaidie. Lakini sidhani kama kufunga ndo kuondoa dhambi kaka. Funga ni moja kati ya nguzo ya Uislamu wako. Sasa huoni kuwa ukiifanya, ukiichukua, ukiidumisha, kuna kitu unapata mbele za Allah Subhanahu wa Ta'ala? Taidi bwana. Vidonda. Jitahidi bwana ufunge. Bwana unalazimisha nifunge. Sio tena ikao unafunga au unaingia kwenye masufuria madaku unaanza kupiga vitu vyako. Mimi bwana fresh tu. Jitahidi bwana. Jitahidi mwaka huu. Haina shida. Au sivyo Haina shida bwana. Vipi kuhusu mwezi wa Ramadhani, sisi tutafanyaje? Itakuwaje? Kuongea, kuchate? Nisikize basi. Katika huu msimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa kuwa sisi hatujayafunga ndoa, hatujaoana, inabidi tusiweke nakshi katika maongezi yetu. Yaani maongezi yetu yaende makavu, kavu. Yaani zile I love you tena sasa, kwa kuwa sio wanandoa, zikome. Basi saa, ngoja tujiandae, kesho tuanze kufunga rasmi. Basi alhamdulillah, rabbana atina min ladunka rahma wa hiyat lana min amrina rashada. Tuseme alhamdulillah. Sawa, baadaye. Nikutakie mfungo mwema kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadan, ya Ramadan, Ramadan. Biashara zidi kufunguka, neema kubwa iwe pamoja nami ya Rabbi. Mola wangu wewe ndiye mwingi wa rehema. Allahumma ighfir dhambi wa wasil fi dari wa barik fi rizqi. Wanadamu vipi ndugu yangu? Maga. Inakuaje? Kama kawaida. Vipi ndugu yangu? Safi, kumekucha. Bwana una ukali gani hapa ndugu yangu? Ukali
kama unavyoona hapa, lakini nafikiri hii moja hii ulishakuwa nayo. Niambie sasa tunafanyaje ndugu yangu? Tena alafu bahati nzuri leo nitakwenda mjini Kariakoo, amenipigia ile Louis Store mwenye store kubwa ya nguo za jumla Louis Dico. Sasa nitakwenda pale na pensi fulani kali na t-shirt makali. Kuleta unyama. Sasa hiyo ana kazi mbaya. Louis Dico ni international. Sawa basi, sasa around saa 10-11 wewe urudi hapa. Utakuta mambo fresh. Sawa. Jioni nitakuja kukupitia hapa nicheki vitu hapa. Mimi ndio unajua nataka nipendeze nini. Huu mwezi mtukufu watu tupendeze nini. You never know. Alafu mimi nina shida fulani. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji mtu ambaye atanisaidia ushauri ili nijue mbichi na mbivu, kusuka au kunyoa. Ni kuhusiana na ndoa yangu. Unajua unaelewa kuwa nataka nielekee kwenye ndoa na tumeshatoa posa. Kiujumla ni msifu. Chumba nimepata. Ni binti mzuri, muungwana. Amekuwa sehemu ya mafanikio yangu. Ananisapoti sana ninachokifanya na kwa ajili anataka maendeleo. Lakini sasa wazazi, yani mzazi wake ni shida. Mzazi wake ananifanya mimi kama sasa gari la mshahara. Sasa sijakuelewa, yani kivipi? Yani wazazi wanakufanya gari la mshahara kivipi? Kosa nakuaje gari la mshahara kwa mtu ambaye sio mzazi wangu? Na sasa sijakuelewa vizuri. Shida baba mkwe tu mama mkwe. Shida ni kwamba ananikomandi sasa mimi. Anataka kwamba mwezi mzima wote huu niwe natoa iftari nzuri. Yaani anataka sijui kama kuna tende pale, sijui yani na kitajiri. Sasa iftari ya kitajiri vipi wakati hali yako ya kiuchumi haifanani? Sasa hapo umesikia? Wewe kuandaa 20,000 kwa siku kuwapa wakatumia wakanunua vitu wanavyovitaka, kuna shida gani? 20,000? Mzee unaizungumzia 600 hiyo kwa mwezi. Sasa 600 kwa wewe mbona hela ndogo sana? Sawa, kwa hela gani, lakini na majukumu mengine, na mimi nina wazazi na mashangazi nataka kuwahudumia pia. Lazima yani ujionyeshe. Uenda akawa anakupima tu. Sasa si ndio hivyo unatakiwa 15,000 20 unawaachia hivyo. Kwani kuna shida gani? Wasiwasi wangu ni mmoja. Inaweza ikaja kuwa ni kuti la mazoea. Kwamba sasa itakuwa ndio anajua mwanangu kaolewa pale, nililia kilio changu cha mwezi mtukufu wa Ramadhani nikawa napewa iftari 20,000. Sasa Ramadhani ikiisha ataendelea vile vile, maana umri wako si ndivyo kwa hivyo. Mimi najua huu ni mwezi wa Ramadhani, una siku 30 tu. Ni sawa, kuna 30 au 29. Nitategemea na muandamo wa mwezi. Wewe ukiwapa hiyo 20,000 wakanunua vitu vyao wanavyovitaka, watanunua nyama, watanunua tambi, watanunua vigimbi kidogo, sio watanunua na vinini, tende. Mbona fresh sawa kabisa, hakuna shida kabisa. Asa blaza tena naona unakuwa unalalamika. Bwana, yani sasa hiyo ni sawa na mtu ambaye ameenda mahali kununua kiwanja, akapata kiwanja kizuri sana. Lakini sasa inakuja shida majirani aliyokutana nao. Kwa hiyo kiasi kwamba sasa mimi najikuta natamani hata kama yeye binti naona ni kama vile ndoa iwe basi nirudishe posa. Hilo mimi sikushauri. Shemeji unamwacha kwa sababu gani? Shemeji unamwacha. Ushasema shemeji yuko vizuri. Unamwacha kwa sababu gani? Shemeji mimi mwenyewe namjua ana shida. Shemeji mkarimu. Hata sisi rafiki zako bwana tunapokwenda pale anatukarimu vizuri bwana. Kwani unamwacha shemeji bwana? Wewe ndugu yangu bwana, kile ni chuma sana. Ukikiacha kile wenzako wanasema kwamba wewe unasema wa nini? Wenzako wanasema kwamba nitampata lini? Mwanamke mzuri sana. Wa tabia mpaka uzuri wa sura mpaka shepu. Afu muache mtoto mzuri kama yule ndugu yangu. Baba, angalia kaka. Haya. Acha nitafakari nione nafanyaje. Bora nimesikia ushauri wako.
Ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan. Assalamualaikum. Bamkwe. Salamu alaykum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibu bamkwe. Shakaribia, vipi hali? Alhamdulillah, salama khair kabisa. Kushakucha. Kumekucha baba, kahawa. Nipe la kahawa. Jioni nataka nikakae kwenye vikao na wazee wenzangu. Naomba la kahawa hiyo. Lakini nilishawasiliana na mchumba wangu. Bwana, mchumba wako, mimi mkwewe ule mchumba wako. Masuala ya wanawake kwa wanawake, wanaume kwa wanaume. Nachelewa mimi. Ewa. Hapa rudi change hapa. Hamna shaka bwana. Mimi na wewe marafiki bwana. Mkwe mkamilishe ukwe wenu. Yaani mpaka hela ya kahawa kweli? Hapana bwana, haistahili. Haya ni maradhi, na nikimfuga maradhi mauti atakuja kuniua. Shamba la Bwana Heri, mbuzi wa Bwana Heri. Kuna ajabu gani mbuzi kila shamba la Bwana Heri? Mtani mimi lazima niumie. Hebu fikiria. Zipo nyumba ngapi hapa kaziacha? Yule kijana kaziacha. Kapita nyumba kote huko kahamia kuja kwako. Kanchukua mimi bwana, mimi naomba twende pale, uniende kwa nyumba hile pale, nipelekee barua, unamtaka kuna binti mle. Au taki mabinti zako aposwe? Mtani. Antia aibu. Binti yako anahudumiwa, umemwambia kijana alete iftari ama hudumia binti yako, na ile iftari ikija pale hata we pia unaitumia, mkeo anaitumia, mwanao mwingine yule anaitumia. Bado tu hujatosheka mtani. Yaani wamechukuana huko, ameshamtumia furu kamrudisha hapa. Sasa kati ya sharti moja la mtoto wangu ni hilo la kahawa. Lazima ninywe kahawa paka nakufa mie. Na pesa zote zitatoka kwa mkwe wangu. Kama limekukera hilo bado nitaomba ila kahawa leo, kesho kutwa paka mtondogoo. Upo mtani? Mimi sio kwamba naona nafaidi. Sio kwamba wewe unafaidi na kuonea wivu na kuonea gere, hapana. Lakini mimi nataka nikushauri mtani. Wewe mzee mwenzangu. Mabinti wanakosa wanaume kwa sababu ya huruka kama hizo. Hasa unataka kuniambia hata yule binti mwingine naye akija pale akachumbiwa, akaenda akaolewa, na yeye pia utakuwa unafanya mambo kama hayo. Si utahamia sasa nawe? Sasa mtakuwa mnamia, leo uko kwa mdogo, kesho uko kwa mkubwa. Leo uko kwa mdogo, kesho kwa mkubwa. Sasa hiyo itakuwa ni tabia namna gani? Tunatutia aibu sie? Sio mila zetu sie wa Afrika hizo. Hata dini hairuhusu. Mtani. Mambo gani hayo bwana, mambo ya ajabu. Kijana watu bwana unamtia hata stress, unamtia anakuwa na mawazo, anakosa amani, anakosa raha, mpaka anajutia kuingia kwa familia yako. Kwani mtani, unapompeleka mgonjwa hospitali mategemeo yake ni nini? Nijibu wewe, mategemeo yake ni nini unapompeleka mgonjwa hospitali? Hata kama mtani, matokeo ya mgonjwa ni nini? Sikupona. Acha nipone. Nitakunywa kahawa, nitakunywa chai, nitaenda kuchukua vocha. Kinachokukera nini? Kuletwa futari mimi unakereka wewe? Basi angekuwa wewe akakuletea wewe futari. Na kama hili swala limekuuma, kafungashe na wewe uje hapa nyumbani ule futari ya huyo mleta. Tule wote futari hapa. Hayo matusi sasa mtani. Mtani hayo matusi. Na mimi matusi siwezi kuvumilia. Huwezi kunitusi hivyo wewe. Hiyo chuki. Zaa na wewe mtoto wako wa kike. Shika mimba, zaa,
uletewe poso ukanywewe kahawa. Kama jambo hilo leo unagubu zana wewe. Matusi yako mie ya mtani nishakwambia siwezi kuyavumilia. Sasa kama kuna uwezekano wowote, basi weye na huyo binti yako mwende mkaolewe wote sehemu moja, si ndio? Unataka hivyo? Yani wewe uwe bi mkubwa, yawe bi mdogo, na wewe uje fungasha, uje na wewe uwe mke wa tatu. Wewe uwe mke wa tatu, pendeze zaidi. Sasa ningekurupuka ningeoa bila ramli. Uone sasa kumeanza kuchangamka, kumeanza kucha sasa. Kumekucha, kumeanza kuchangamka. Kuna changamka kwenye shari. Sasa sitaki tena ndoa. Mimi wao unasemaje? Mimi sitaki kuoa tena. Mie huko tena mie sipo. Kwa sababu tayari wanamjua vizuri. Yule bwana anaitwa Bwana Muhammad Suleiman. Ndio jina aliopewa na wazazi wake yule. Lakini unajua kwa nini anaitwa Bwana nguo gani? Yule Alwatani nguo gani? Wewe unajua hilo jina la Alwatani nguo gani ile lilikuja vipi wewe? Mimi nikajua unamfahamu vizuri. Mimi nikajua hilo. Uelewi wewe. Yule bwana mambo yake hayarudi nyuma. Yule bwana habaliki. Yule bwana namba yake sio ndogo wala shufwa. Yule bwana namba yake tasa. Haizalishi wala haizai. Wallahi ningevaa ba. Ningekurupuka kubaya sana. Muoaji kashasema ndoa hakuna na sitaki ndoa. Unishauri chochote kingine. Mwana kulitafuta mwana kulipata. Langu jicho. Futari gani hii? Magimbi? Kweli magimbi? Aha, baba mkwe, naona shatoka nje makubaliano. Ramadhani ya kwanza tu magimbi. Wewe umeniletea mko, umeniletea gumegume. Mimi siwezi kula futari hii. Futari gani hii jamani, mimi siri, kuleni nyie iftari. Sio makubaliano yetu haya. Misiri, kuleni nyie. Futari haina hata kisucho cha uji wala chai. Hii kari ya mwaka sijaiona hii. Toka nimeanza kufunga sijawahi kula hivi. Kuleni nyie. Amenichosha mkwe huyu, amenichosha, sio mkwe huyu. Chakula gani? Zaitun. Abe, assalamu alaikum penzi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vipi hali? Safi. Futari yako ilikuwaje? Futari ilikuwa njema alhamdulillah. Ilikuwa nzuri tu. Nimekula, nimeshukuru, nimeenjoy. Alhamdulillah. Vipi wewe? Upande wangu mie, futari ilikuwa nzuri sana. Yaani umejua kuchagua vitu, ukaniletea vitu vizuri. Basi na mimi ninavyojua kupika, nimeipika futari vizuri. Yaani nimekula, nimeshiba, nimeenjoy. Isipokuwa tu baba. Yeye ndo hajaifurahia kabisa. Aha, kwa hiyo mzee ndo hakupenda kabisa. Mzee hajaipenda kabisa, maana anapenda futari nzuri. Yaani futari za miogo. Hataki kusikia kabisa, anataka vitu vingine vizuri. Vitu soft. Haya, lakini takiwa ajue hesabu yoyote inaanza na moja. Leo ndo kwanza tumefunga ya kwanza. Umeona? Kwa hivyo siku hazifanani pia. Huku siku za mbele atapata vitu vizuri. Umeona?
na pia alikuwa anataka kumpima moyo wake. Ulipaswa umwambie pia mimi napenda vile ambacho ninachokula kizuri, ama chochote kile kinachofanana na uzuri, basi na mwenzangu pia ale kama hivyo. Kwa hivyo nitaka kuona siku ya kwanza matumbo bado hayajachangamka, apate kisukari kama hiyo. Kitenda kama hakupenda mtihani basi ndio yuko hivyo. Hapa hukupata baba, yani wewe baba huna, yani kama vile unalinyang'ao fulani tu hivi, hamfanani tabia wala hamfanani chochote, yani kama vile mama tuseme naye alipita kwenye kona kona asizojulikana. Basi tena maneno yasiwe mengi nikakosea, lakini kiufupi huyu baba hapana bwana. Manake ujue mtu kama hawezi kushukuru kwenye kidogo, hata kwenye kikubwa hawezi kuja kushukuru. Kwa mtihani yani hasa. Babangu unajua hapendi kumsikiliza mtu, yeye ndo mtu wa mwisho kuongea. Yaani hataki ushauri wa mtu yoyote. Mama naye hawezi kuongea chochote kwa baba, maana baba yeye hataki kusikiliza ushauri wa mama, yaani baba kamtawala mama. Subhanallah. Kwa hiyo baba hana mshauri kabisa, mama kashazidi wa nguvu. Nani atakumshauri? Basi yeye akishaongea sisi tunamsikiliza tu. Yeye hataki mtu yote amjibu, yeye ndo mwenye maamuzi ya mwisho. Anatumia mabavu, mfumo dume. Wazee wa zamani wenyewe wanajiita mchagua bega, watu wa hivyo. Haya, lakini kusema kweli inasikitisha, inaogopesha yani. Baada sasa mimi naenda kuoa mkwe mwenyewe wa hivi. Tihani bwana. Mzoea hivyo hivyo, tumbona mimi nishamzoea. Haya, kwa kuwa nakupenda basi mimi naridhi nachoendelea hivyo hivyo. Tavumilia kwa sababu yeye nikishakuoa wewe sio kwamba nakuja kuishi naye, mimi nitakuwa naishi na wewe. Ukinishinda wewe tabia ndio tutasema mwanangu, mbona kama naye unanishindwa tabia? Tunashindwana kwa nini? Usiwe kama baba yako nyang'au. Mimi nitakuwa nakunasibu mara kwa mara bwana, usifuate tabia zake. Huyu anakuwa kabisa si baba yako halali huyu. Sasa nitapata tabia za babangu. Maana sisi wote tuko tofauti. Yeye ana maisha yake pia. Yeye ana tabia zake, mimi na zangu. Sisi pia sisi tutaishi wawili, baadaye tutakuwa na watoto wetu, hatutokaa naye. Kwa hiyo kelele zake zote tutakuwa tushaondokana nazo. Basi haya, mimi nikutakie tu wakati mzuri saa hizi hapo, ushafuturu, upumzike na mwili nao upate kushukuru pia, maana umeshahangaisha mchana kutwa. Saa hizi pumzike. Mimi nitakutafuta baadaye, basi nikupigie tu ongee mawili matatu. Sawa, baadaye. Aha, Lwata Nzumbe. Naam bwana, nguo gani? Wema kaka. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Wewe bwana, muda kwenda kupata stari, wewe waenda haraka. Waenda wapi bwana shehe, jasho za kufumka? Ndugu yangu,
Toka nimeanza kujua Ramadhani udogoni mwangu mpaka sasa, hakuna Ramadhani ngumu kama hii. Hii Ramadhani ni ngumu sana shehe wangu. Kwa nini? Vibahasha hakuna, mwaliko hakuna. Ramadhani gani? Zamani sisi tumekuwa Ramadhani kama hii, jirani huyu na huyu anachukua iftari hii na hii inachanganywa, tunatandika za tu jamvi barabarani, watu wanakuja, mpita njia anaitwa, wanakula. Sasa hivi hakuna mambo hayo. Mashe sasa hivi hakuna tena. Ukija kuangalia hata wale matajiri waliokuwa wanatoaga zile iftari na vibahasha ikifika mwezi kama huu, hakuna. Sasa hivi kila mmoja kwenye geti lake anakula chakula chake na wanae na familia yake, hataki tena. Hata sasa hivi mambo yamebadilika shehe. Wewe unataka upate vibahasha gani? Alafu hapo wewe umeniletea mtu gani? Kwa nini? Yule mkwe uniletea mkwe gani? Mimi nilijua kileta mtu kama yule maisha yangu kidogo yatakuwa. Lakini Ramadhani kama hii nalishwa gimbi, nalishwa miogo, futari gani hiyo? Sasa yule kaja kuposa biti yako, kaja kukuletea msaada sasa ya kukupatia hayo magimbi, hayo sijui mambo futari au nini tena shehe wangu. Ule msemo si unajua? Mgeni njoo, mwenyeji apone. Kweli unazingua. Yule mkweo, yule ana familia yake. Yule hajaja kuhudumia familia ya ukweni kwake bwana. Wewe pambana na hali yako. Swali linakuja kwako. Wewe una ng'ombe na mbuzi, unapeleka kwenye shamba la mkonge, unategemea nini? Hapo mimi bado sijasikia, bado sijakuangalia vizuri, bado sijakuona, bado sijaelewa chochote. Unamaanisha gani kusema huo? Wewe una mbuzi na ng'ombe, unawapeleka kwenye shamba la mkonge, unategemea nini? Hasa kama wewe unaniambia mifugo uipeleka kwenye shamba la mkonge, inachotakiwa ni nini kinachofuata hapo? Sikupofoka macho. Umeniletea mkwe, umeniletea mkwezi. Asopanda minazi zokuwa na nazi. Mimi nakwenda. Habari yangu utaipata. Mimi ndo alwata nguo gani? Baba, ndio maana kila siku nagombana na mama jikoni kwa wanawake. Gimbi hili latokea jana. Na hili ndo litafika mpaka jioni tutakula gimbi hili. Kwanza wewe nimekuona na mfuko. Kimeongezeka nini leo kwenye mfuko? Kimeongezeka nini? Au ni gimbi lile lile? Alafu mtoto wangu, mimi nakuona mjanja lakini kumbe umetawaliwa. Kama hali mpaka jioni itakuwa hii, mimi naenda huko. Hapa kuna cha hodi wala salamu alaikum hapa. Yaani mimi nile magimbi, gimbi na mihogo. Nyinyi mnakula vitamu. Umeona wapi wewe? Umeona wapi? Vitamu vinono mnakula wenyewe. Kule mnaletea mimi magimbi. Kuleni wenyewe magimbi kama matamu. Mbona mli magimbi? Mnakula ndizi, kuku. Nofu menona hasa. Ndio nakula hiyo.
Faidi bamkwe nyumbani kuwa unaleta gimbi. Gimbi hasa gimbi. Gimbi. Kuna wewe na wazazi wako shambani. Sasa chukua. Hapana. Chukua endelee. Endelea. Nyinyi mnafuturu miogo, magimbi. Kule watu wanakula sambusa, nyama, tende, majuisi. Nilikwambia yule sio mume, gumegume lile. Mamako yuko wapi? Wewe Mama Zaituni! Mama Zaituni! Niko nje kwenu hapa. Sio. Ulikuwa ni umenishtua. Wala usiogope. Takachokwambia ndio kilichosadiki kwenye moyo wangu na akili yangu na nafsi yangu. Naomba unisikize vizuri. Kwa kinachoendelea baina ya babako na mimi, nafikiri ni wazi kuwa hii ndoa haiwezi kuendelea tena. Iko hivyo. Ndoa hakuna tena hapa. Uchumba umevunjika usiku huu. Kwa sababu hawezi kuwa baba mstaarabu namna ile. Wa kiasi hiki. Sio mstaarabu. Hana utu, hana ungwana. Unakumbuka nimeshakwambia wewe na babako hamfanani kitabia? Unakumbuka hicho kitu? Sasa tunakwenda kuachana leo, lakini hakikisha ufanya utafiti. Muulize mama yako, huyu ni baba yangu kweli? Mama, kuna kitu umefanya, huyu sio baba yangu. Hatufanye tabia, atufanyie kila kitu. Hawezi kuja kwa mkwe wake alafu anakuja kufanya vitu kama vile vya ajabu ajabu. Anapora futari kweli? Unaporaje futari? Unamkuta mkwe yuko na wageni wake. Niko na ndugu yangu na marafiki. Unapora futari? Ni heshima ya wapi? Wapi tokeo kama ile imekutokea? Kwa hiyo nawadha na nafikiri hata tukioana hizi shida zitakuwa hazikomi, zitaendelea. Kwa hiyo sasa kwa usiku huu niseme uchumba umevunjika rasmi. Mwambie baba, mwambie mama, hakuna tena ndoa, hakutakuwa na uchumba hapa. Kwanza tuliza jazba. Sina jazba, lakini nafikiri kwa aibu niliyopata leo mbele ya rafiki yangu na ndugu zangu, hapana, nikikuoa wewe itakuwa nimejisumbua na itakuwa kama nimejicheka au nitachekwa na umma. Mwenda kamwambie mzee, ulichokifanya leo kwenda kupota futari ya mkweo. Unakuta unakula, hamna salamu, hakuna nini. Wewe unapora futari, kamwambie hivi, hakuna ndoa. Ni hivyo. Mwambie baba na mama hakuna ndoa.
Sasa utaniachaje kwa makosa ya baba? Vile moyo umezidiwa, moyo umelemewa, moyo kwa yaliyomo, yani moyo shapagawa, moyo ukiwa wawa, moyo kwa yaliyomo. Unashangaa nini? Mimi nipo hapa tangu jana usiku. Naangalia tunavyohangaika, kushoto kulia, kushoto kulia. Mweupe! Huna lolote bwana wewe. Huu tu mdomo mwingi tu, lakini mweupe. Huna kinga yoyote. Umeingiaje ndani? Usitaka kujua nimeingiaje ndani. Milango yote ya kwangu. Naingia ninapotaka mimi, na natoka ninapotaka mimi. Unajisahau sana. Wewe kumwambia mwanangu mie kwamba mimi sio baba. Mimi jiditu tu la manispaa, mamake alinokota. Mkweo. Kweli? Bamkwe. Hapa ni ukweli, ni kwa mkweo. Unaingiaje tu hivyo? Yaani huo ni kuwa sio heshima, sio busara, unakuwa kama mtu tu, jitu tu. Unamfaidi tu. Umeliona gari la zinaa lile. Ramadhani unamrudisha, ikiisha unamleta kwako. Sasa basi, ukitaka kujua uchungu wa deni, mkopeshe mkweo, na leo nitakuonyesha uchungu wa mkwe. Upo baba? Kwa hiyo yani nini yani? Kwa sababu mimi katika staili hii, mimi nimwambia tu ukweli kuwa hapa hakuna ndoa tena, siwezi kuoa. Kwa sababu nimeona kuwa ni sawa na mtu ambaye amekwenda kununua kiwanja katika mtaa ambao majirani hawafai. Yaani ni familia yake haifai. Kwa hiyo mimi siwezi kuoa, huo ndo ukweli. Kwa taarifa yako, mimi ndo bwana Alwatan. Nguo gani? Nguo gani hata ikawa? Unataka utamuoa yule binti? Hutaki utamuoa? Ama nitakuonyesha. Unionyeshe kwenye nini? Mimi nitakuonyesha. Mimi ndo muoaji, sitaki kuoa. Mzee, mkwe, umepigaje hapo? Umepiga kunako. Mkwe. Ngoja mkwe, ngoja kwanza. Mambo mengine sio ya hivi, usifanye hivi. Mkwe. 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 Mama, mkwe. Funguo. Mkwe. Mkwe. Kapitia wapi? Mkwe. Mama. Yes. Tumbo. Mama. Tumbo. Tumbo mama. Tumbo. Walimwengu. Oh. Jamani. Haji, vipi mbona hivi? Nimefikwa na mkosi. Yaani ni majanga yamenivuruga, sielewi kabisa. Haji, wewe si umekuona jana, siku ya jana, si juzi, ulikuwa mzima. Ndio hivi ghafla tu tumbo linauma sana, linavuta sana chini.
na hatima yote ndo imetokea kumejaa. Sasa nimekuja hapa kama naweza kupata labda dawa ili niweze kupata nafuu au kupona kabisa, ama unipatie ushauri basi. Daktari gani anaweza akanisaidia, ambao nyinyi ni mtu wenu wa karibu? Labda cha kukushauri urudi huko kwa Waswahili, labda ndo watakusaidia, maana imekuwa ghafla huku. Si tutakudanganya, labda tu nikusaidie dawa za kutuliza maumivu. Kwa hiyo magonjwa ya Waswahili yanaponyeshwa na Waswahili wenzetu. Kutokana na hilo tatizo itabidi waendee. Basi haya, sawa. Pole. Haya. Kweli usipostaajabu ya Musa utayaona Firauni. Usi ndo anataka kuoa huyu. Aga. Hey. Unachoshangaa nini? Nashangaa huo mpira wa watoto uliobeba hapo mbele jamani. Haya si maradhi ya kawaida, binadamu yote anaweza kaumwa. Hey, nini? Alafu mheshimiana huyo. Acheni Uswahili basi. Sasa ndo nini sasa? Unataka kunijazia nzi, unataka kunijazia watu. Sio vipi? Usipostajabu ya Musa utayaona Firauni jamani. Jamani. Mwanaume naye amevimba timu. Ndio imekuwa hivyo kaka? Ndio hivyo. Yaani mitihani kaombiwa binadamu. Hapo hata suruali huwezi kuivaa tena. Ndugu yangu usiseme sana kwa meza maneno. Hapavaliki chochote, wala pensi, wala nguo ya ndani haivaliki. Salale. Weye Adamu weye, mimi nilikueleza weye, nikakuweka chini nikakwambia weye, humjui. Angalia sasa, maana huyu nguo gani? Ndio huyo live, katenda tukio hili live. Tatizo nini? Ni haya mambo ya mgogoro wetu na binti yake. Sasa basi, ndio maana nikawaita hapa haraka ili nikwambie pamoja na yote, ili nipone, mfuate yeye, mwambie mimi niko tayari kuoa. Umenisikia bwana? Mwambie mimi niko tayari kabisa. Kwa sababu yani ingelikuwa inawezekana kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kufunga ndoa wakati jua lipo, mimi ningekuwa tayari saa hizi na mchana wa jua kali tungelifanya hilo jambo. Lakini kwa kuwa lazima iwe baada ya swalati al-maghribi, ifanyike baada ya iftari, mimi niko tayari. Yaani unavyoona hapa ninavyoongea na nyinyi ni kama navutwa nikae chini, kusimama shakuwa mtihani, mzigo umeshakuwa mzito. Sasa huyu si tumpeleke hospitali akafanywa operation. Usitaje hospitali. Huyu hospitali nini? Ukiwa umepigwa vitu kama vya hivi, ukichoma sindano tu ndio basi mazishi msaa yote. Umeisha tayari. Na huyu mzee nilikwambia, huyu mzee ni namba tasa. Anaitwa Alwatani Ngogani. Mimi nilikwambia yule anaitwa Alwatani Ngogani. Salala toba. Sasa hapa tusilaumiane. Maji kama yameshamwagika yamemwagika tu, hayazoleki. Mimi nafikiri wewe wahi kwake,
Mwambie kijana yule Haji yuko tayari kufunga ndoa. Hilo ndio lifanyike. Na we bwana we, sasa wewe ende dukani ukafungue duka, alimradi tuendelee kuwafurahisha wateja tupate riziki. Manake ukiuza hamna au umeuza kumefunga duka, basi wateja watahama, tutakuwa tumekosa kote kote. Mimi hali ndio ishakuwa hivi. Ukafungue duka, wateja waendelee kuchukua bidhaa. Na wewe bwana, ndio msitizo ndio huo. Nenda kwa baba mkwe, kimbia hata pikipiki panda, kalimalize, tuweke suluhu tu, amani iendelee. Kaka asikwambie mtu hapa panauma. Kwani nikoje likaka? Wewe wamuumiza mwenzio wewe. Kuna kuita kama jipu huyu muda wote masiara jamani. Hamna bwana. Mimi hebu ngoja bwana. Nifike. Wewe. Niendeni bwana, wewe nenda bwana, nendeni huyu. Michezo mibovu wewe. Michezo gani bwana, michezo yetu. Nenda bwana. Na wewe hakikisha wewe usinywe maji mengi. Nisipokunywa maji mimi naishije? Utakojoa wewe. Utakojoa sana wewe. Lakini kama kweli. Wewe mwache mwenzio bwana. Ishakuwa mashaka haya. Unaona mtani? Yaani siku zingezidi kusogea, basi ugonjwa wake ungekuwa mkubwa zaidi ya hili puto. Wewe vuta sigara wewe, naomba kiberiti hapo. Umepasuka. Mungu nakushukuru. Ningekuwa mgeni wa nani kwenye dunia hii? Suruali asingevalika. Navaje jinsi tena? Mashallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tayari? Kwa hiyo tayari? Na hili ndio fundisho la vijana wajuaji wanaoharibu watoto za watu. Weye mzee mbaya weye, lakini mimi nakupongeza. Hiyo ndio fundisho ya vijana kama hawa. Wamtia kwanza kitu, baadaye wakichomoa. Kesho kutwa hatomsumbua tena. Na hii ndio heshima. Vijana wanatakiwa waheshimu wazee. Lakini mzee weye wajua kuatia adabu weye. Mimi ndo bwana Alwatan nguo gani? Na sio kwa yeye tu, kwa kijana yoyote, mpaka wewe ukiwa hivi. Mie tena? Mie kijumbe mie tena balaa hili nifuatie mie nini? Wala senitie mikwara bwana weye. Mie mwenyewe nimetoka Pemba, mie nimeshaaga bwana. Wewe si kijumbe uliomleta? Mara hii mabomu yatakuwa mawili, kwake na kwako. Nimemaliza mtani. Mie kijumbe hauawi. Bwana weye, watakuntia mkwara mpaka mie mtani. We mzee weye, chuka sana maneno yako bwana. Sikutishi, mimi ndo Alwatan bwana.
aluata nguo gani? Kwa hiyo bwana shangazi, habari ziko hivyo. Nichukue nafasi hii kukwambia kwamba uwajulishe bwana ndugu zako wote, wajomba. Mimi baba mdogo nimeshaongea naye, wakina baba wadogo Ngongo na bwana Pesa Hamisi wanalijua hili swala leo. Papa amebariki kasema sawa, atakuwa mbali na Ngongo wote watakuwa mbali, lakini sasa mimi wamesema niendelee na taratibu yote kwa sababu naenda kufanya jambo la kheri. Kwa nayo wajulishe ndugu zako wote wafahamu, baada tu ya mshuko ule wa Isha hapo. Kwa hiyo wale ambao watakuwa wamebahatika inshallah tutakuwa pamoja nao. Wale ambao watakuwa wameshindwa kwa sababu wanaswali tarawih, basi nitawaswamehe nao. Shangazi bwana, ndio hivyo. Kwa hiyo nimekubaliwa kule, wenyewe wamekubali. Mgogoro wetu ulikuwa ni mimi tu, ile kuonekana kama nachelewa sana, nimechelewa kumuoa huyu binti. Mambo ni mengi tena. Basi haya, na mshenga naye amefika hapa, acha nisikie upande huo nao. Lakini ndio mjiweke tayari, mwenye kubahatika, asiyebahatika simlaumu. Haya shangazi. Nao. Haya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Weye, usipostaajabu ya Musa utashangaa ya Firauni. Weye wapona? Umaanisha huku? Hebu zunguka kwanza weye. Hebu ruka. Sina, shapona. Baba mkwe shikamoo. Ukiona unajua hivi. Kuna wenzio wanajua hivi. Yule kapiga tena akakomesha, akakomoa. Nimekubali kuoa. Sasa bwana mshenga, mimi nimeshazungumza na shangazi kama unafusia kwenye simu. Kwa mtaarifu hili jambo, tumekubaliana, umetoa ruksa kuwa leo mimi baada ya mshuko tu wa Isha, ndio wakati wa Isha ikipita, watakuswali tarawih tumewasomea. Watu wako tumewapata. Ndoa za hivi za mkeka hizi za manuspaa hizi tu faster hizi. Haina shida, sio kila mtu tujaze watu wengi. Jambo lifanyike tu leo hili. Weye, we mwana wafanya haraka sana, wafanya haraka. Ndoa hakuna bwana. Ndoa hakuna? Mwenyewe kasema ndoa hii haiwezi kufanyika sasa hivi kwa sababu ni haraka na ni mapema mno. Ndoa amesema tumpe siku 5 au siku 7. Sasa haiwezekani. Siku 5? Ndio. Siku 7? Wewe utakuja muelewesha vizuri. Kakata kasema anajipanga kwanza bwana weye. Wewe utakaniumwe tena wewe. Mimi nataka ndoa leo. Wewe bana wewe. Naam, karibu bwana. Samahani lakini samahani. Mimi baba nimekuja mara baada ya kuona kijumbe niliyemtuma kwa maana ya mshenga wangu. Nilikuwa nimemwagiza kwako ili kuja kuzungumza na wewe swala la kwamba nimekubali kuoa. Sasa kwa kumwagiza kwangu kule, niwe mkweli tu, yule mshenga ni kama hakupenda hilo swala. Ni kama naye anaanza kuona kama wivu binadamu tena. Kaona huyu asije kuwa analiharibu hili jambo. Make kaja pale ananipa tena kwamba kule bwana baba mkwe amesema binti yake yeye sio kama gazeti, kama utaenda tu sokoni au stendi ya basi utalinunua, au sijui kalamu au daftari, kwamba tena dukani tutasema tu nipe kalamu au daftari ukaondoka nalo. Unaona? Huyu ni binti wa watu, tuna mila sisi na tamaduni zetu. Kwa hivyo ati wewe sasa eti umesema kwamba lazima upewe kati ya siku 7 au 5. Unaona kauli yake? Ina maana hata yeye mwenyewe hana uhakika na jambo hili. Yeye tuna mara siku 5, mara siku 7. Na mimi nikikumbuka magomvi yangu mimi na wewe ilikuwa juu ya swala la kuoa haraka binti yako. Sasa vipi tena iwe siku 7? Nikasema bwana, la kuambiwa basi changanya na lako. Ndio maana nikaja
ili kujua taarifa hizi zikoje baba. Nilichomwambia mshenga yuko sawa bin sawia. Nimempa siku 7. Zikishatimia siku 7 basi itakaofuata ni siku ya ndoa. Wewe uje ufanye nusura ya ndoa. Hili la ukorofi, ugomvi huo utoke wapi? Nishaye kuja kushika mashati njiani au nikakupiga makofi? Sawa, ndio alisema yeye mshenga. Lakini ni baba sasa, ila naendelea kusema samahani. Kwa nini siku 7 baba, wakati mwanzo ndio ulikuwa ugomvi wetu kuwa na 6 kuoa? Nipo tayari hivi sasa. Sasa tunakuwa ni tena siku kama ni nyingi, nitamani ningepata mwenzangu aje anipikie futari nyumbani, hiyo 1 2, pia ingepunguza gharama ya kwamba sasa mtu mimi mmoja anahudumia nyumbani kwangu pale, mwenye anapika futari ya kihuni kibachela, nihudumie hapa nyumbani. Wazazi pangani kule Tanga nako pia nitume chochote. Sasa mtu mmoja mimi, kama hali inakuwa ngumu, kama nafilisika. Baba, kuna msemo unasema mtakachafu mguuni sharti afanye nini? Sharti ya inama. Huwezi kusimama kwa kitoa. Ukiinama ukitoa utakipata. Kila koo zina mila zao. Koo yetu ina mila yetu na koo yenu ina mila yenu. Alafu ndoa sio kwako peke yako. Upande wa kikeni lazima pia tujiandae. Sasa usinipeleke mbio, mimi ndo ninajua. Ikishafika wakati basi nitakwambia sasa siku 7 zishatimia. Njoo tuoe. Hili si daftari tu kwenda dukani ukasema upeo ukalichukua. Subiri siku 7 utakuja kumchukua mari wako, mwende mkafurahie maisha. Basi haya, basi mimi nimekubali. Acha tu tusubiri hayo mambo ya mila yapite, hizo siku 7 nipewe mke. Basi haya. Alafu hapo vipi kwa kuhusu mahari kwanza? Mahari tulishazungumza na bibie na yeye alisema anataka masahafu tu. Masahafu? Yeye alisema kwa utani, lakini alikuwa amezungumzia 500,000. Hii sio maktaba baba kuja kuhifadhia misahafu. Si unamuona mkeo mwenyewe jinsi alivyo, amelelewa, ametunzwa. Hapo kwenye hela hapo, hiyo 500,000 hiyo, 450 lete hapa, hiyo nusu mtajua wenyewe huko mtakavyofanya. Hiyo 50 hiyo. 50 inabaki kama ada ya kwenye Uislamu. Ya wewe na yeye huko. Mtajua mwenyewe utakavyofanya na mkeo. Alafu hapo kuna mahabaya mawili ya mke wangu. Usiletee mahabaya Kariakoo. Nataka ya kutoka Oman. Idi mosi, Idi pili. Mke wangu apate kujifurahia. Kazaa bwana. Umeelewa Na mimi baba mko usinisahau. Usiniletee kanzu za mtoro. Niletee kanzu za Dubai. Nikivaa kanzu nipendeze. Bwana baba mko. Bila kusahau kuna mkaja na maziwa ya mjomba. Uyalete hapa pia. Sasa hapa lakini kuna kitu tukiweke sawa kidogo, kinanichanganya na mimi. Maana simu zimekuwa nyingi. Sasa kelele zikuwa nyingi zinampoteza hata yule mbwa mwindaji. Angetakuwa huko napigwa kelele, huyo katikati, huyo nyuma, huyo mbele, juu chini, huyo hata mbwa mwimbaji hajui sasa nishike la yupi. Wajomba nao waliwahi kunipigia simu baada ya kulijua hili. Bwana, Ramadhani ndio inaingia hii. Unafanyaje? Maana anatakiwa uoe bwana. Sasa ukiona tayari tushapokeaga ile kishika uchumba, barua ya posta ile. Sasa mahari ututumie sisi wajomba. Ameniambia hivyo bwana shemeji yako bwana Hamisi. Pesa Hamisi papa, yeye na mwenzake Ngongo. Wakasema kuwa hela yote ya mahari, mambo yote ya mahari nikawe nao wao na pesa niwatumie wao. Hili nalo likoje? Kama kina nani? Hao wajomba kama kina nani? Ulivyomtaka mke wewe umeletwa kwa nani? Umeletwa kwangu mimi. Kwa hiyo pesa sijui nini lete hapa, alafu mimi nitawafikiria. Sisi ndo wakwe zako, hakuna wakwe wengine. Umenielewa baba Mimi nakuelewa, lakini sasa ndio uongee nao kwenye simu, wapi hizo taarifa unitetee na mimi. Maana sasa pesa Hamisi papa na mwenzake Ngongo ananiambia fedha nitume kwao. Wanapiga simu sana nisumbua. Nitahudumia watu wangapi sasa?
Maki sasa nakuwa napata shida. Mimi ndo baba mkwe. Timiza hapa alafu wao utafikiria. Haya, sawa basi. Basi haya, asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Basi Aisha. Bye. Kibaru cheba alisema olewi. Naam, sasa Sheikh. Naam. Sisi ni Waislamu na tunapoona Muislamu wenzetu ameteleza katika namna moja ama nyingine, lazima tufikishane nasaha. Tunamshukuru Allah alhamdulillah kwa kutuafikisha kulimaliza hili jambo salama. Mshona. Sasa ni muda wewe kama mzazi, usimame kama mzazi kuombea dua vijana wetu katika swala lao la ndoa, Allah afanyie pesa na afungulie katika nini? Katika milango ya riziki. Inshallah. Amin. Sheikh, kuna mengi sana amesikika mtaani, pia hata katika vituo vya ibada. Unazungumzia wewe tu kwa mambo ambayo ulikuwa ukiyafanya dhidi ya mkwe wako, ambao hii tukiangalia kisheria haijakaa sawa Sheikh wangu, na inakuonyesha katika taswira ambayo si mtu ambaye si muungwana. Umeshanafu ukiangalia Sheikh katika mazingira ya dini, umeshanakuwa tunamkosea Allah tabaraka wa taala. Pia vile vile imefika hatua unajihusisha mpaka katika masuala ya kishirikina. Sheikh, shiriki ni kubwa sana. Umeshaona? Shiriki ni kubwa. Mwenyezi Mungu anatuambia katika watu ambao hawatosamehewa siku ya kiyama ni wale watu ambao wamekufa hali ya kuwa ni nini? Ni washirikina na hali ya kuwa kufanya toba. Sio, unaelewa Sheikh wangu? Nakuelewa. Kwa kama ilifika hatua Sheikh wangu unafanya mambo ya ajabu, mara umemroga mkweo, faida gani umepata Sheikh wangu? Hakuna faida. Sana kumkasirisha Allah tabaraka wa taala, alikuwa ni Muislamu Sheikh wangu. Kwa kama waliingia katika milango hiyo kama kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, mpiga goti ufanye tauba kabla Allah hajafanyaje, hajakunyakua hiyo pumzi aliyofanyaje, aliyokuazima Sheikh wangu. Sio ndio? Kama nielewa hapo Sheikh wangu. Mimi nimekuelewa, lakini hawa vijana bila kufanya mambo haya wasingeoa. Nilikuwa namtia tu kwenye majaribu tu. Sio kwamba alikuwa anafanya kweli, kwenye majaribu tu. Sheikh, kwa majaribu umeshavuka mipaka tayari. Lakini mimi nishakuelewa Sheikh wangu. Shanielewa. Maana yake kuna hadithi inasema, naam, kullu ma'rufin sadaqa. Naam. Kila jambo jema ni sadaka. Mimi nashukuru kwa wema ulioniletea muda huu. Inshallah Sheikh wangu. Umesikia Sheikh wangu? Naam. Tusipige tena simu, wewe umeenda kuchukua unga tena kule umefanyaje Sheikh wangu, unakuwa na mambo ya aibu. Wala usijali inshallah. Wala Sheikh wangu. Nimekuelewa. Basi inshallah Sheikh. Sasa fanya jambo moja. Naam Sheikh wangu. Hebu saidia na 5000. Sheikh, Mungu kwa Allah.